kutoka ngazi ya taifa, mwaona wajumbe wa halmashauri kuu kutoka makao makuu, mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wa Mara, mhandisi Frichesi Mramba, katibu mkuu Wizara ya Nishati, pamoja na makatibu wakuu wengine. Tunao katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Kayarara, pamoja na katibu mkuu anayeshughulika mambo ya nje, anayeshughulika na masuala ya Afrika Mashariki. Naomba kutambua vile vile uwepo wa manaibu katibu wakuu wote mlioungana pamoja nasi. Mheshimiwa Aswege Enoch Kamnyonge, mkuu wa wilaya ya Bunda, pamoja na wakuu wa wilaya wote mlioungana pamoja nasi. Waheshimiwa wakuu wa taasisi mbalimbali, Dr. Rimo Nyasao, mwenyekiti wa bodi ya TANESCO, pamoja na wajumbe wote wa bodi ya TANESCO, viongozi wengine wa chama na serikali, viongozi wa dini, kwa kweli na wachungaji wote ambao umekuja hapa, viongozi wa vyama vya siasa, kiongozwa na ndugu yetu Zuberi Zito Kabwe, nilimuona kwa mbali, yuko hapa pamoja na sisi, karibu sana. Ndugu wa marehemu mzee wa Mira, mzee wetu Mwita Gachuma, chifu wa Wakenye, pamoja na mzee mwenzake wa Mira mwingine Rostam Azizi, ambaye ni mdau wetu kwenye sekta ya nishati. Waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu waombolezaji wenzangu, naomba na mimi kama walivyoanza wengine nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa uhai na ambaye ametukutanisha leo kwa tukio ambalo hakuna hata mmoja kati yetu alilipanga. Kwa simanzi kubwa niseme kwamba tumekusanyika hapa leo tukiwa tumekuja kumwaga na kutoa heshima za mwisho kwa kipenzi chetu, ndugu yetu na rafiki yetu, Mhandisi Gisima Boniface Nyamuhanga, aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme TANESCO. Mnafahamu kwamba marehemu alikuwa kiliongoza shirika hili, na kama walivyosema wengine, ameliongoza kwa viwango ambavyo wengi tunaridhika tuliofanya kazi pamoja naye. Gisima Nyamuhanga alijenga taasisi imara sana ya TANESCO. Aliwaweka pamoja wafanyakazi wa TANESCO. Walijiona wote wako sawa mbele yake. Hakuwaweka katika makundi na kuwaona huyu ni bora kuliko mwingine. Wakati wote alivyokuja kwangu, wakati walipokosea mahali fulani, yeye alibeba lawama kwa niaba yao. Akasema, wape muda, tutajirekebisha. Alikuwa baba, alikuwa msimamizi wa taasisi, anayejali sana kila mmoja kuwa na furaha mahali pa kazi, na mara nyingi alivyokuja kwangu aliniambia, Mheshimiwa Waziri, tutafanya vizuri. Kwa niaba ya uongozi wa wizara, uongozi wa TANESCO, viongozi wa taasisi nyingine, watumishi wote wa Wizara ya Nishati, kwa niaba ya wanafamilia wote na ndugu jamaa na marafiki na wanajumuiya wote mlioguswa na msiba huu, naomba kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan mpokee pole nyingi kutokea kwa kifo cha ndugu yetu huyu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alimpenda sana kijana wake, na hata alivyofariki alinipigia simu akaniambia, usimamie msiba huu vizuri, ningependa kuona Gisima anazikwa kwa heshima. Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba alimteua katikati ya kipindi kigumu, kipindi cha mgao wa umeme, mimi nilimtangulia muda mchache tu, maana mimi niliteuliwa mwezi Agosti mwishoni. Yeye akaja baadaye mwezi wa Septemba tarehe 22. Siku moja aliniambia, Mheshimiwa Rais, nimekuletea mtu anayejua sekta ya nishati. Nimekuletea mtu ambaye si msemaji sana, hapendi makamera, anapenda vitendo. Nimekuletea mtu ambaye ukimuongoza anaongozeka, tena msikivu sana. Nasimama hapa kuwa shahidi mbele ya wote mlioko hapa. Gisima
was a man. Gisima alikuwa mtu anayekuja mbele yako anajibu la tatizo unalokusudia. Hakuwa mtu wa kulalamika. Alikuwa mtu ambaye wakati wote ukimuita atakuja kwa unyenyekevu mkubwa, pamoja na umri mkubwa kuliko mimi. Binafsi nilimpenda sana, nilimheshimu sana. Zamani ndugu waombolezaji, naomba kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan nimpokee salamu hizi za pole na niwaombe familia wote mliobaki. Hatuna jambo lolote la kufanya zaidi ya kuyaishi mema ambayo alikuwa akiyaamini na kuyaishi. Sisi kama wizara na wenzangu wizarani tutaendelea kukumbuka mchango wake kwenye sekta ya nishati, na zaidi sana yale aliyokuwa akiyabuni kila siku tutayapa msukumo mkubwa. Yeye pamoja na kwamba ameondoka leo, nyuma yake ametuachia utajiri mkubwa wa muunganiko ndani ya TANESCO. TANESCO ilivyo leo wana nia moja tu, wa Tanzania wapate umeme, na huu ndio wimbo aliokuwa akiwimba wakati wote. Juzi tulivyokwenda kukabidhiwa mitambo pale Julius Nyerere, nilikwenda naye na baadhi ya mawaziri wenzangu. Sikujua ilikuwa safari yangu ya mwisho kufanya naye kazi. Wakati ule tunataka kufanya semina ya bunge, mimi nilitumwa mahali kwingine. Nikawagawia majukumu, katibu mkuu uzungumze nini, Gisima zungumze nini. Kuna watu wameumbwa hivyo, unyenyekevu toka machoni. Akaniambia, Mheshimiwa Waziri, naibu waziri mkuu, kama katibu mkuu yupo, mimi mdogo, acha aseme yeye. Nilimwambia, najua unachokusudia. Unataka kupresent humbleness yako, lakini nakuomba nenda ukaeleze hili swala linaloitwa compact, kwa sababu miongoni mwa watu waliohusika kulitengeneza wewe humo. Kwa hiyo alichosema Profesa Muhongo kuwa katika hazina kubwa ambayo tulikuwa nayo pale wizarani ya mipango, tena mipango ambayo inapimika, marehemu Boniface Gisima Nyamuhanga bado tutaendelea kumkumbuka. Ametuachia kila aina ya umoja na mshikamano. Wakati anakuja siku ya wanawake duniani, akaniambia, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, siku ya wanawake duniani mimi ningetamani kuwa na kitu cha kipekee kwa wanawake walio wizara ya nishati kwenye taasisi yangu. Tukaandaa siku ya wanawake TANESCO, na akawapa zawadi, akawapongeza, na akaniambia naona fahari kufanya kazi na wakina mama ndani ya shirika la TANESCO. Ndugu waombolezaji, ningeongea mengi, ningesimulia mengi kuhusiana na maisha ya Gisima Boniface Nyamuhanga. Pamoja na kwamba muda wake wote alikaa Dar es Salaam, Gisima Nyamuhanga hakuacha umara wake. Maisha yake yote toka darasa la kwanza mpaka chuo kikuu, hakuna mahali kwingine alikofanya kazi zaidi ya Dar es Salaam na pengine nje ya nchi. Lakini wakati wote ukisafiri naye atakusimulia pride ya kuwa Mwanamara. Atakwambia, sisi Wanamara, ukiwa mtoto wa kiume kulalamika ni marufuku, ni kutafuta jibu la matatizo. Nilimpenda kwa sababu nilikuwa naamini katika yale aliyokuwa nayaamini. Na kuna moja ambalo pengine watu wengine hawalijui. Baada ya kuwa tumezalisha umeme wa kutosha, Gisima Nyamuhanga
ameongoza majadiliano na nchi ya Zambia, ambayo hivi karibuni tunaanza kuwauzia umeme kutokana na msukumo mkubwa ambao Gisima Nyamhanga ameufanya kwenye sekta hii. Hili linaweza likatokea mwishoni, hayupo. Lakini nataka niseme mbele yenu kwamba historia itaandikwa baada ya kuwa tumechaji line ya Zambia kupitia serikali zetu hizi mbili, kupitia Eastern African Power Pool. Gisima Nyamhanga signature yake itaendelea kuishi hata kama hayupo, na watu tutaendelea kumkumbuka katika hilo. Nimalizie kwa kuwatia moyo familia, wajane, watoto. Ben kama mtoto mkubwa, sasa baba hayupo, simama sehemu yake. Simamie familia, jiwekeni pamoja. Msiruhusu magawanyiko miongoni mwenu wakati wote. Baba hayupo, lakini muone kama yupo wakati wote. Anachotamani kukiona na huko atakakokuwa, furaha yake ni kuona familia yake mkibaki wamoja, kuwaona mkiwa mnashikamana. Waleeni mama zenu, wake zake ambao waliwapenda sana. Na mimi kuna siku aliniambia nitakualika nyumbani, ila na tumiji tuwili. Sasa tutachagua tuanzie wapi. Aliwapenda sana wake zake, na wakati wote mkiwa mnazungumza alikuwa anawataja. Ninyi watoto mliobaki, mwalee wajane hawa, mwatunze, na sisi kama wanafamilia tutaendelea kuwa pamoja na ninyi wakati wote. Mheshimiwa Rais ameniambia kijana ameondoka, lakini kazi alizozifanya zitaendelea kuishi, na nataka niwatoe wasiwasi kama Mheshimiwa Rais anayo macho ya kuona vizuri ni nani anayefaa kuchukua nafasi ya Nyamhanga. Bila shaka atawaletea mtu mzuri atakayeendeleza kazi njema ambayo ameileta. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kamati ya maandalizi kupitia naibu katibu mkuu Dr. Mataragio kwa kuratibu vizuri shughuli hii. Tulivyokaa kikao cha kwanza mliniambia tulia, tutayasimamia yote. Nakushukuru sana katibu mkuu, timu yote ya TANESCO, wote na familia, kwa kweli kwa kuwa pamoja kwenye kipindi hiki kigumu. Ninajua baba askofu ametuhubiria vizuri habari ya kifo. Mimi sina ujuzi wa kuhubiri kama yeye, lakini najua jambo moja tu. Kifo kipo. Tunazika kila siku. Lakini uajabu wa kifo ni kwamba katika maisha yetu yote hatujawahi kukizoea. Na kila mtu angetamani amzike mwenziwe na sio azikwe yeye. Jambo la maana hapa ni nini? Tuishi tukijua kuwa kifo kinaweza kutupata wakati wowote, na tuishi tukiwa baraka kwa wengine. Tusigeuke kuwa vitunguu kwa wengine, kwamba wakati wote katika maisha yetu tumewafanya watu kulia badala ya kufurahi. Gisima Nyamhanga hakuruhusu machozi yatoke mbele yake, na hata aliyetaka kumwadhibu alimpa taarifa, wewe kwa hili nitakuadhibu kwa sababu umefanya hivi. Hata aliyeadhibiwa alifurahia adhabu badala ya kusikitika. Tunamuombea mapumziko mema, Mungu ampe pumziko la milele. Sisi wote wanabunda, poleni sana. Tuendelee kuyaenzi mema ambayo ndugu yetu yametajwa hapa, na sisi kama watu tuliofanya kazi pamoja naye na kwa niaba ya serikali tutaendelea kuhakikisha kuwa mipango na malengo yote aliyokuwa nayo tutaendelea kuwa nayo. Bwana alitoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe, na asanteni kwa kunisikiliza. Basi tukae.
Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu,